Upande wa pili tunamwona Molanike alikuja msituni na kuanza kuamsha mzimu wa Oduni. Akawa anasema, amka, na yote yule aliyekuua au mwanamke au mwanaume, basi nawe kadili naye, hivyo upoteze maisha yake. Alitamka vile zaidi ya mara 2. Baada ya pale akaanza kupiga kile kingoma. Asijue kuwa maneno anayotamka pale yanaweza kumletea gharama kwenye maisha yake. Karibu sana Filamu Africa Recap, subscribe na utane notification bell ili wa kwanza kutizama filamu mpya zinapotoka kwenye hii channel. Pia usisahau kutuma maoni yako chini hapo kwenye comment kutuambia ni kitu gani unakipenda kwenye filamu zetu. Movie inaanza ni siku ya harusi ya Fumi. Tunamuona akiwa na huzuni sana kwenye siku ya furaha kama hii. Kisha mama yake anaingia. Fumi, watu wanakusubiri, wapo tayari kukuona. Kulia kusaidii kitu, ila unaharibu makeup yako tu. Fumi akamwomba mama yake kuwa, tafadhali usiruhusu nikaolewa. Mama akasema, wewe ni upuuzi unaoongea. Watu wao na watu wetu wapo tayari wanasubiri wakuone. Fumi alimuomba sana mama, akimwambia kuwa wafukuze tu. Mimi nataka niendelee kusoma. Pia siwezi kuolewa na mwanaume simfahamu na simpendi, ni mzee sana. Mama alikataa kabisa na kumsikiliza binti yake. Fumi alikuwa na jinsi, ilibidi akubali tu. Upande wa pili tunamwona Mr. Oduni anamfunua mpenzi wake, kisha wakaanza kucheza. Oduni pamoja na shemeji yake Molanike walifurahi sana kumleta mke mpya pale nyumbani. Fumi alijitahidi sana kuleta tabasamu la uongo, ila ilikuwa ngumu. Mida ya usiku ilikuwa ni mida kukamilisha ndoa. Fumi alikuwa amesimama tu akisubiri mzee baba afanye anachotaka. Oduni akawa anataka busu, Fumi akakataa, kisha akavua nguo na kupanda kitandani. Hii inaashiria kwamba Fumi kamwachia Oduni afanye anachotaka. Kweli bana, mzee alipanda kitandani kisha alimaliza. Siku iliyofuata shemeji yake Oduni, Molanike, ambaye ni mjane na mganga wa mji, tayari alikuwa amewasaidia kupika jikoni. Alikuwa ametengeneza dawa kwa ajili ya Fumi. Chukua, kunywa. Funga macho yako kisha unywe. Ni nzuri sana kwa maumivu ya mwili. Kisha Molanike akawa anamwambia Fumi faida ya ile dawa. Akasema itamsaidia apate mimba kiurahisi. Fumi alivyosikia vile akaweka kikombe pembeni tu. Molanike akawa anamwambia, mumeo sio kijana tena, na nina hakika kuwa kuzalisha watoto kutakuwa ndo kipaumbele chake kikuu. Fumi akasema itakuwa vigumu sana kupata ujauzito kwa lazima, kwa sababu kila wakati unajitokeza bila wanandoa kujua. Angalia, Oduni ndiye baba wa shamba, wewe kwa sasa ndiye mama, lakini mimi Molanike, mimi ni kama mti tu shambani, mti wa muhimu sana. Molanike akawa anasema mara tu Fumi atakaposhika nafasi ya nyumbani hapo na kutoa mizizi yake, yeye kama Molanike atakauka. Kidogo akaingia Oduni. Subiri, nani atakauka? Molanike ikabidi apotezea akisema wanaongea mambo ya kike tu. Molanike akasema ngoja niwaandalie chakula. Fumi akasema yeye ana njaa, kisha akaondoka pale. Mr. Oduni akamuuliza Molanike, kwani kuna shida gani na huyu binti? Molanike akasema usijali, hivi karibuni ataelewa nini kinachoendelea. Usiku mmoja Fumi aliingia sebuleni, akakuta kuna wageni wengi kutoka kijijini wakiwa nyumbani kwake. Habari za jioni, waliitikia wote, habari za jioni. Kisha Fumi aliuliza, tafadhali mko hapa kumuona nani? Mmoja wa wakulima akasema, tumekuja kumuona baba Oduni. Oduni aliingia akiwa na ngoma yake pendwa. Kijiji kizima kilimpenda sana huyu baba. Walikuja kumpongeza kwa harusi yake. Watoto wadogo walikuwa wakimwambia kwamba, baba, tafadhali tusimulie hadithi. Oduni alicheka akasema, nyie kwanza bado hamjanilipa kwa hadithi niliyowasimulia mara ya mwisho. Hii inaonyesha jinsi gani Mr. Oduni anapendwa sana na watu wa kijiji kile. Wanakijiji wakawa wanamwambia kuwa asijali, awasimulie tu, atamlipa kwa pamoja. Oduni akasema, sawa, ngoja nimuulize mke wangu, je, ni wapi wanachokitaka au wewe na mimi twende chumbani kwa ajili ya mambo yetu yale? Wote wakacheka. Fumi akawa anamtizama tu Mr. Oduni. Kisha Fumi akasema, tafadhali wapi wanachokitaka? Alizungumza kwa lugha ya Yoruba ili waelewe. Kisha akaongea kwa Kiingereza ili wasimuelewe anachosema. Akasema, kwa vyovyote vile waambie jinsi gani tulivyokutana mimi na wewe, jinsi nilivyokuwa msichana mzuri na wewe mzee mpole ambaye kila mtu anakupenda. Hapo Fumi alijikuta akimuita Mr. Oduni mzee. Sasa akiwa anazungumza vile, akizani hakuna mtu anayemuelewa, katikati ya wanakijiji kuna binti mdogo anayeitwa Banke ambaye anaelewa Kiingereza, na kila alichokisema Fumi huyo binti alikielewa. Baada ya Fumi kumaliza kuongea, Oduni akajibu kwa Kiingereza akisema, tulikutana kwenye uwanja wa kijiji, ndipo nilipokuona kwa mara ya kwanza. Yaani kulingana na maneno ya mzee inaonekana alimuona ubinti kitambo sana. Huenda alimuona toka akiwa mdogo. Baada ya pale Mr. Oduni alipoteza ile mada na kuanza kupiga ngoma, watu wakasherehekea. Kisha Banke akamfuata Fumi na kumwambia, hao watu wanampenda sana mume wako. Oh, samani, jina langu naitwa Banke. Wazazi wangu pia wanafanya kazi kwenye shamba la Mr. Oduni. Fumi akaonekana kutokumuelewa kabisa huyo binti. Baada ya tukio hilo, Oduni alimfuata Fumi chumbani. Kisha Fumi akasema, nilipolazimishwa kuolewa na wewe, nilidhani naolewa na mkulima. Sikujua naolewa na mwigizaji wa kijiji. Oduni akasema, hii ndio sababu iliyokufanya unikasirikia usiku wa leo.
Fumi alisimama na kuanza kulalamika kwamba muda wote watu wanaenda kwenye nyumba yao na hawazuiliwi. Kama si Molanike kuonyesha nguvu zake leo, basi ni mji mzima ungeshinda kwake. Yaani kama vile Mr. Uduni ni mchekeshaji wa kijiji. Subiri kwanza. Molanike ni familia yangu, sawa? Na siko tayari kugombana na wewe usiku wa leo. Fumi akasema, mama yangu aliniambia tayari, nitakasirika, kisha utanipiga hadi niwe na majeraha kwa kunikumbusha kwamba mimi ni mke wako. Nini? Mr. Uduni akasema, kukupiga? Mungu aepushe kabisa. Tangu nizaliwe sijawahi kumdhuru mwanamke. Mungu ni shahidi, na haswa wewe, sitaweza kukufanyia hivyo. Mr. Uduni alionekana kuwa na roho nzuri sana. Uduni akasema, najua nadhani mimi ni mzee na sifai, lakini nipatie nafasi ya kukupenda, nimalizie kilichobaki kwenye maisha yangu, kukuthibitishia kwamba mimi ni mwanaume unayestahili. Fumi akasema, sijawahi sema wewe ni mbaya, nilisema wewe ni mzee. Kisha Fumi akaondoka. Basi siku iliyofuata Mr. Uduni alimwambia Molanike amsaidie kupaka black kwenye nywele zenye mvi. Molanike akawa anasema akiwa na nywele nyeusi anaonekana kama mtoto wa sekondari. Jamani, najua baadhi yenu mtakuwa mnamchukia huyu mzee, ila msimchukie. Mtagundua kwa nini nasema hivyo. Mida usiku wakati Fumi anaandaa chakula, Mr. Uduni yupo pembeni anarekebisha kiredio chake pale, kisha wakasikia mlango unagongwa. Fumi ikabidi aende kufungua. Alipomuona tu huyo mgeni, hapa ndipo maisha ya Fumi yalibadilika kabisa. Mama akawa anasema, yani Molanike, mwanangu huyo. Mshikaji anaitwa Femi, ni mtoto wa huyu mama, katoka Lagos. Kwa furaha mama alimpokea, kisha Femi akaenda kumsalimia baba yake mdogo na akampa waini, alimnunulia kama zawadi kutoka Lagos. Fumi yeye akawa kwenye mshangao baada ya kumwona kijana handsome, akawa amesimama anatizama tu. Baadaye familia imekaa kwa ajili ya chakula. Mama akamuuliza Femi kuhusu masomo yake. Femi akawa anasema kwa bahati mbaya sana hataweza kuendelea na masomo kwa sababu yeye anataka baki yeye na kufanya mishe zingine. Mama akamsisitiza sana endelee kusoma ili apate kazi nzuri na mke kutoka mjini. Femi akasema yeye haoni haja ya kusoma tena kwa sababu hata asomeje anafeli tu. Mama akamwambia, ulipaswa uniambie mimi, ningekupa dawa kukupa kumbukumbu. Kumbuka wewe ndio kijana wa kwanza kwenda chuo, hivyo usiniaibishe. Femi akakazia kuwa yeye hawezi kurudi tena shule. Kisha Femi akasimama na kuondoka pale. Baadaye Femi akiwa kwenye banda la michongo ya sanamu, Banki akaingia. Banki, usiniite. Yaani umerudi kutoka mjini na hujaja hata kuniona. Femi akamwomba msamaha, kisha Banki akamwambia ampe zawadi kutoka mjini. Femi akamwambia afunge macho. Femi akatoa kamera na kumpa Banki. Banki alifurahi sana, kisha Femi akampa na gazeti la wanamitindo alilonunua kutoka Lagos na akamwambia kuwa ipo siku na yeye atakuwa mmoja wa watu watakaokuwa kwenye gazeti pale kama modo. Kisha Banki akambusu Femi kwa furaha, na hao ndugu zetu ni wapenzi. Siku moja Femi alikuwa anaoga mtoni. Fumi naye akaja maeneo ya kuoga. Femi akiwa anaoga akasikia michakacho. Nani yupo hapo? Natoka ndani ya maji sasa hivi. Fumi akasema, ni mimi, sikudhani kama kuna mtu uko mtoni. Kisha Femi alitoka majini akiwa na boxer tu. Baada ya pale wakaanza kuongea. Wakati Femi anaongea, Fumi akawa amepagawa na mwili wa Femi, akimtizama maeneo ya kiuno. Kisha akastuka na kusema, mimi naondoka. Femi akauliza, hivi umeahirisha ulichokuwa umekuja kufanya? Fumi akasema, hapana, nitarudi wakati mwingine. Wakaagana pale, Femi pia akamuaga. Siku iliyofuata Molanike alikutana na Fumi. Kisha Molanike akawa anamwambia Fumi kuwa wao kama wanawake kwenye ile nyumba wanatakiwa wawe pamoja muda wote kwa ajili ya kujuana zaidi. Fumi akasema, mbona tayari nakujua? Molanike akasema, hapana, yani akimaanisha kwamba bado hawajafahamiana. Kisha baada ya pale walisogea mbele kidogo. Molanike akawa anamuonyesha Fumi madawa akiwa anamuelekeza. Kisha Fumi akashika moja akisema, na vipi kuhusu hii? Hapana, usishike hiyo. Kisha akaichukua na kumwambia kuwa hii ina nguvu sana, inatumika kutoa mapepo mabaya, pia inatumika kuua wadudu. Ina nguvu kiasi kwamba tone lake moja tu linaweza kupoteza maisha ya binadamu. Ni muhimu sana. Fumi aliangalia sana ile dawa. Wakati wako pale akapita Femi, akasalimia, kisha mama akamwambia, aya, kuna ambao hapo nje kazitoe. Hiyo itakuwa kazi yao kwa sababu ulisema utake shule. Femi akaondoka bila kujibu chochote. Kisha Molanike akaendelea kumueleza Fumi juu ya ile dawa. Siku iliyofuata wanakijiji wapo sebuleni kama kawaida, wakicheza na kumpongeza baba Uduni. Fumi akawa anatizama kwa mbali. Ghafla Femi anafika pale, akamsalimia Fumi. Fumi aliitikia ila akawa na mambo yake tu. Femi akauliza, kwani bado una hasira na mimi? Fumi akasema, hapana, unajua nitakuwa hapa kwa muda, ni vyema tukawa marafiki kuliko kuwa maadui. Kwa nini tuwe marafiki? Femi akasema, nayaona macho yako ni kama huna rafiki kabisa, na inaonekana hukubali kabisa vinavyoendelea hapa ndani. Hivyo ni vyema uwe na rafiki kijana kama mimi, au nikuite shangazi. Fumi akatabasamu. Hivyo vipi kama tukutane baadaye? Fumi akasema yeye ana mambo mengi sana ya kufanya. Femi akamwambia kwamba hawa watu watatumia muda mwingi sana kucheza hapa, hivyo najua uelewa ya mambo, tukutane tu baadaye. Fumi akakubali, kisha kila mmoja akapita njia yake.
Mida baadaye Fumi alikuja kukutana na Femi na akawa anashangaa kazi anayoifanya Femi. Akamuuliza kama ndio kazi anayoifanya badala ya kusoma. Femi akasema alikuwa akipenda kumtizama baba yake akiwa anafanya ile kazi, hivyo yeye anafanya kwa sababu anajisikia ukaribu sana baba yake akiwa anafanya ile kazi. Fumi akamsifia pale, kisha wakawa wanapiga stori. Stori za Femi zikawa na mvuto kwa Fumi. Fumi akauliza, unafikiria nini? Mshikaji akaishika nguo ya Fumi akamvuta karibu zaidi, kisha akamchapa busu la nguvu. Fumi alitoka pale akakimbia. Sasa mambo yameanza kubadilika kwenye hii familia, si ndio? Tuendelee kuangalia. Mida usiku, Femi akiwa anaelekea kwenye nyumba ya mama yake, alikutana na Fumi anatoka ndani. Femi akauliza, unataka tuongee juu ya kilichotokea? Kuongea kuhusu nini? Hakuna kilichotokea kati yetu. Pia mama yako yuko anatoka nje sio muda. Femi akasema, ndio kabisa, hakuna kilichotokea. Kisha akawa anaondoka. Kwa nini unifanyia vile? Fumi aliuliza. Mimi ni mke wa baba yako mdogo. Femi akawa anajibu, kisha akasema, tulipata nafasi na tukaitumia na haitawahi kutokea tena. Fumi akawa anasema, kwa kile kilichotokea kinamfanya ajione ni mjinga sana na anahisi kuwa na utofauti kwenye mwili wake. Hii inaonyesha kwamba Fumi kampenda mshikaji. Ile kusema kwamba anajiona mjinga anamaanisha hadhani kama Femi atampenda pia. Kisha Femi akasogea karibu yake. Femi akasema, sijui ni kitu gani unataka mimi niseme. Kisha akamchapa kisi tena la nguvu mno. Kisha baada ya pale Femi akamwambia Fumi kuwa kesho jioni wakutane kwenye workshop yake. Kisha Fumi akakimbia pale, Femi akaingia ndani. Siku iliyofuata usiku, Femi akiwa kwenye workshop yake anaonekana kumsubiri Fumi. Kidogo Fumi aliingia pale bila kupoteza muda. Femi akaanza kufanya mambo yake. Fumi raundi hii alikutanishwa, maana huwa amkubali sana yule mzee. Siku iliyofuata wakiwa mezani wanakula kama familia, hawa wawili yani Fumi na mwenzie wao vichwani mwao ni mapenzi tu. Baada ya chakula wakakutana tena wakakiwasha. Femi akawa anasema anatamani kila kitu kingekuwa tofauti. Anatamani ba mdogo wake asingemuoa Fumi. Fumi akauliza, hivyo unamaanisha unipendi? Femi akasema ndio. Fumi akasema yeye pia anatamani vitu vingekuwa tofauti, angepewa nafasi ya kuchagua mtu anayempenda tu. Mida usiku sana, huyu mwanamke baada ya kutoka kwa Femi, wakiwa kitandana na mume wake, Mr. Oduni akawa anataka unyama, lakini Femi hakuwa na hamu ya kitu chochote na akamgeuzia mgongo tu, huku akimwacha Mr. Oduni akiwa na ugumu wake kiunoni. Na huyu mzee hakumlazimisha kabisa, ikabidi tu alale. Siku iliyofuata, Femi akiwa anafanya shughuli zake, kidogo akaja banki na anaonekana kuwa na furaha mno. Akampa taarifa juu ya kuchaguliwa kwenda Lagos baada ya kutuma picha alizopiga na kamera aliyomnunulia. Na akasema kuwa mabosi zake wamesema watagharamia kila kitu akiwa mjini. Femi akamuuliza banki kwamba ni siku gani anatakiwa kuondoka. Banki akamwambia siku. Kisha akasema nitaenda ila nitarudi kukuchukua mume wangu. Femi akasema utakiwi kurudi. Kwa nini? Femi akasema hakuna mtu huwa anafanikiwa nje ya huu mji. Banki akamuuliza unataka kuniacha? Hapana, sina maana hiyo. Nataka tu uwe huru. Jiangalie, wewe ni modo wa kimataifa. Afu niangalie na mimi, mchonga sana mtu. Banki hakuamini kinachotokea. Alichofanya, alimkisi kwa mara ya mwisho kisha akaondoka. Femi hana tena anachojali kwa huyu binti, kwa sababu anakijua kitu anachokipata kwa Fumi. Muda kidogo baada ya Banki kuondoka, Fumi akaja pale na kumwambia kuwa amemwona Banki huko njiani analia tu. Femi akasema, ndio nimeachana naye. Fumi akabaki amesimama kisha akampa habari za moto. Akasema, kuna shida imetokea. Nini kimetokea? Nadhani nina mimba. Ya Oduni au? Fumi akatikisa kichwa ishara ya kukataa. Ya kwangu? Nimekwisha. Oduni ni kama baba yangu. Kisha baada ya ujumbe mzito, Femi akasema, ikiwezekana wambambikizie tu ule ujauzito yule mzee. Fumi akasema, hawajafanya mapenzi na ule mzee ni muda sana. Femi aliomba sana kama kuna uwezekano afanye lolote ile liwezekanalo. Basi kila alichokisema Femi, Fumi alikikataa. Fumi akasema, njia ni moja tu, wampoteze mzee. Oya, yani wampoteze Oduni. Femi alikataa kata. Cha kufanya, tujisalimishe na kofi. Kuwa mwanaume basi. Mtu yote akijua hili swala, sisi tumeisha. Watanipotezea mbali. Hapana, lakini hatuwezi kufanya hivyo. Mbona ni mwanaume mzuri tu. Mzuri kwa nani? Alijibu Fumi. Alinioa mimi kwa matakwa yake binafsi. Hakujali kuhusu mimi. Hivyo hawezi kuwa mtu mzuri na hakujali kuwa yeye ana umri mkubwa kama baba yangu tu. Yaani Fumi anaonekana kumchukia sana yule mzee. Na hiyo ndio sababu niliwaambia pale mwanzo kuwa tusimchukie yule mzee. Japo ana makosa yake lakini huyu binti hapana. Kisha baada ya pale Fumi akamwomba Femi amsaidie kupata kitu kutoka kwa mama yake. Baada ya Fumi kumwambia vile, akawa anamtuliza Femi pale, akimkumbatia na kumshika tu Femi. Femi akawa elewi nini cha kufanya. Ule usiku Femi aliiba sumu ambayo mwanzoni kabisa kule Molanike alimuonyesha Fumi. Hivyo Femi aliamua kabisa kushirikiana na Fumi ili wampoteze Mr. Oduni.
Asubuhi iliyofuata tunamwona Uduni akiwa amelala, kisha anasikia sauti ya mwanamke akiimba vizuri. Ile sauti ikampelekea Uduni kuamka na kuelekea jikoni. Huku jikoni ni Fumi ndio anaimba. Mzee alifika pale na kuanza kuimba naye, na leo Fumi anaonekana kuwa na furaha sana. Akamuuliza, umeamka? Uduni akasema, sauti yako ndio imenifanya niamke, maana nilikuwa nashangaa nani anaweza kuwa na sauti nzuri hivyo. Oh, samani nimekuamsha, Fumi alijibu. Na isitoshe mimi sio mwanamuziki. Acha bana. Yaani unaimba kama malaika wapo mbinguni. Unaonaje wewe unaimba nikiwa napiga ngoma Watu watapenda sana. Fumi akakubali. Kisha akamwambia mzee kuwa aende akaoge kisha aje ale. Uduni alifurahi sana na sasa ameona amepata mwanamke aliyekuwa akimtaka. Baadaye Uduni akiwa kwenye meza ya chakula, Fumi alimwandalia chakula. Mzee bado haamini kama kinachotokea ni kweli. Mpaka akamuuliza Fumi kuwa kuna mtu kambadilisha mke wangu Fumi akawa anacheka tu. Mimi nipo vile vile tu. Ila sasa nimegundua nina bahati gani kuwa na mwanaume kama wewe. Mwanaume una tabia nzuri. Wazee, huyu binti hapana. Uduni akaendelea kula huko akisifia kile chakula mno yani. Baada ya chakula alielekea shambani na kuanza kuongea na wakulima wake. Sasa wakati Uduni anawapatia usia juu ya kufanya kazi kwa bidii, kidogo akaanza kupata maumivu ya tumbo. Vipi kiongozi, upo sawa? Ndio, niko sawa. Niko sawa. Okay, kama nilivyosema, ghafla Uduni akapata maumivu ya tumbo na pale pale Mr. Uduni alipoteza maisha. Moyo wake haukufanya kazi tena. Wanakijiji walibaki wakilia sana pale. Baada ya siku kwenda, tunamwona Fumi akiwa na Femi. Basi Femi analia sana haelewi. Femi analalamika kwamba mzee hakuwa na hatia. Huyu mwanamke akawa anamwambia kwamba huu sio muda wa kulialia. Huu ni muda wa yeye kujiandaa ili akabidhiwe mali za yule mzee. Maana yule mzee amefariki hakuwa na mtoto hata mmoja. Hivyo Femi kwa sababu ni mtoto wa kaka yake na ndio aliyebaki, anatakiwa arithi. Upande wa pili kwa Molanike, basi amekaa hapa amini kilichotokea. Kisha akaingia Fumi. Baada ya pale wakawa na maongezi. Molanike akawa anamuuliza Fumi kwamba ni kitu gani kimemtokea. Fumi akasema, mimi sijamuoa mwanaume. Molanike akasimama na kumwambia kwamba wewe ulikuwa unamchukia sana, ni kitu gani kimemtokea? Kwa maana hiyo Molanike anamuhisi Fumi ndio kamuoa yule mzee. Binafsi naamini kwamba Molanike yupo sahihi na anajua kila kitu kutokana na uganga wake. Upande wa pili tunamwona Molanike alikuja msituni na kuanza kuamsha mzimu wa Uduni. Akawa anasema, amka, na yote yule aliyekuua au mwanamke au mwanaume, basi nawe kadiri naye hivyo upoteze maisha yake. Alitamka vile zaidi ya mara 2. Baada ya pale akaanza kupiga kile kingoma. Asijue kuwa maneno anayotamka pale yanaweza kumletea gharama kwenye maisha yake, maana mtoto wake pia yani Femi amehusika kwenye mauaji ya Uduni. Baada ya siku kadhaa, wazee walikuja nyumbani kwa Uduni. Walipofika pale wakawa wanasema, kutokana na tamaduni zao, Uduni amefariki hajaacha mtoto hata mmoja nyuma. Hivyo Femi anatakiwa achukue mali zake zote. Pia kama Fumi atakubali kubaki au kuondoka, itakuwa ni juu yake. Hivyo wakamuita Fumi pale. Fumi alikuja na wakamuuliza, je, yupo tayari kubaki au kuondoka? Fumi akasema, kwanza asanteni sana ndugu zangu. Nilikuwa nampenda sana mume wangu. Baada ya mume wangu kufa, niligundua kwamba nina ujauzito wake. Watu wote wakashtuka. Mama akawa anaangalia ile nini kinachoendelea. Wakati huo Femi ana wasiwasi kinoma. Baada ya Fumi kuongea, wazee wakawa wanasema kwamba kumbe tupo sawa wote, basi anatakiwa abaki tu hapa. Kisha akampatia ruhusa Femi aongee kwa sababu sasa hivi ndio mzee mwenye nyumba. Femi akasema, nashukuru sana kwa sababu baba yangu alifariki na huyu mzee ndio aliyenilea. Mimi pia sita kumlea mtoto wake. Nitamlea kama mtoto wangu na isitoshe nitaishi na mke wake kama mke wangu pia. Wazee wakaanza kufurahi, hiyo ni nzuri sana. Mama alishtuka sana pale. Kisha akapewa nafasi ya kuongea. Akasema kwamba anashukuru pia kwa kupewa ile nafasi, lakini yeye hawezi kukubaliana na swala lao. Baadaye tunamwona mama akiwa na Femi, anamgombeza kweli. Akasema kwamba hata niwe nimekufa, sitokuruhusu ni kuone umemwoa yule mwanamke. Labda kama sio mimi Molanike. Mama aliongea sana pale akionyesha na ishara za kwamba nimekuzaa mimi mwenyewe, akipiga kifua na nini. Femi akawa anamwangalia tu. Mama akawa anasema, mila za zamani hizo mnazileta huku. Femi akamjibu akamwambia kwamba naamini hata baba yangu pia alikuwa na support hizo mila. Kwa nini wewe tu? Ni wewe peke yako ndio usapoti? Basi mama aligomba sana. Mada ilikuwa ni moja tu. Hataki kijana wake amuoe yule binti. Baada ya pale Femi alichukua begi lake akaondoka. Mama akawa anamuita mshikaji kugeuka nyuma. Siku nazo zikaenda, basi wakawa wanaishi pamoja nini, mapenzi yao yakawa na furaha. Leo wakiwa wanapata kifungua kinywa, mwanamke akatoa wazo kwamba waende wakatembelee mashamba ya Mr. Uduni. Basi jamaa akawa anakataa, ila Fumi akambembeleza sana, mwisho mshikaji akakubali. Baadaye kwenye mashamba huko wanazunguka, watu walikuwa wakiwaangalia kwa jicho baya sana, maana kinachoendelea watu wote walikuwa waelewi.
Siku moja Fumi akiwa maeneo haya, basi anafurahia ujauzito wake na nini, akiwa anazunguka pale, kidogo likatokea dude la ajabu. Ni nguo za Mr. Uduni. Alipiga kelele vibaya mno. Upande wa pili akashtuka Molanik, kumbe alikuwa anaota. Si mnakumbuka kuna siku alikuwa anafanya matambiko? Basi kile kilichoonekana ni mzimu wa Mr. Uduni. Ina maana kwamba mzimu wa Mr. Uduni upo kijijini. Mama akasema he is back, akimaanisha kwamba Oduni amerudi. Baada ya siku kadhaa kupita, tunamuona Femi akiwa na Fumi. Fumi anagulia maumivu ya tumbo, ni kama uchungu hivi. Mama yake na Femi alifika pale, wakajaribu kumtuliza, kisha mama aligundua kitu. Akasimama akaenda akaigusa ngoma ya Mr. Uduni. Kisha akaanza kusema kwamba naomba ruhusa ya kuitumia hii. Aliongea kama mara 7 hivi. Kisha akaichukua ile ngoma akaanza kuipiga. Kitendo cha kuipiga tu, basi maumivu yote akampotea Fumi. Baada ya siku kadhaa kupita, Femi akiwa hapa ndani kwake, Fumi alikuwa anafanya usafi. Kidogo mlango uligongwa, kwenda kufungua ni Banke. Banke katoka Lagos, kaja moja kwa moja kumtembelea Femi. Alipofika pale akampatia Fumi wine, kisha akamfuata Femi. Femi alivyomuona akaanza kufurahi, wakasalimiana pale. Fumi akawa anaangalia tu, kisha Fumi akauliza, huko mjini wanasemaje? Banke akaanza kutamba pale. Baada ya pale, Fumi alitoka akisema nenda kuandalia chakula. Alivyoondoka kama baki Femi na Banke, Banke akaanza kumshikashika Femi. Kisha Banke akaanza kumlamba Femi kwenye sikio. Femi akamwambia kwamba mke wangu atatukuta kama vipi baadaye tukutane kwenye workshop, yani kule ambapo anatengenezea vinyago. Mida usiku, Fumi na Femi wakiwa wamelala, Femi aliamka kisha akakisha mkewe kama amelala. Baada ya pale akanyata kisha akatoroka. Upande wa pili, Fumi naye anashtuka, kupapasa pembeni anakuta Femi hayupo. Upande wa pili tunamuona Banke. Banke ameshafika kwenye workshop. Mida kidogo akaingia Femi. Femi alipofika pale wakapiga story kidogo kisha wakakiwasha. Kuna kisanamu chini hapa kwa kinashuhudia tu. Baada ya siku kadhaa, Femi akiwa na wakulima, wakiwa wanapiga story na nini, kidogo mzimu wa Uduni ukatokea pale. Femi akauona, kisha akaanza kuufuatilia. Ili ametupa macho pembeni huku, moto uliwaka mkubwa kwenye mazao. Basi wote wakawa wanapiga kelele pale. Femi ndio yupo chini analia haelewi. Maombi ya mama kwenye matambiko yameanza kufanya kazi. Baadaye Femi arudi nyumbani, basi akawa amekaa hapa na mawazo kinoma. Akaja mama na Fumi. Walipofika pale, Femi alianza kulia tu. Mama akawa anambembeleza na Fumi akiwa pale pembeni. Mama akamchukua, baadaye wakaelekea mtoni, kisha akaanza kumwosha kichwa na dawa. Upande wa pili, baada ya siku kadhaa, tunamuona Femi akiwa na Banke. Basi wanakisi sana hapo. Kidogo akaingia Fumi. Fumi alivyowakuta pale wakaacha. Kisha Fumi akamwambia Banke atoke pale anataka kuzungumza na mume wake. Femi akaingilia akasema kwamba wewe ongea tu, kwani kuna shida gani ukiongea mbele yake? Banke akasema wacha tu mimi niondoke. Sasa wakati anataka kuondoka akaanza kumtupia maneno Fumi. Banke akawa anatoa maneno machafu. Fumi akamzaba kofi. Femi akaingia na kumwambia kwamba aombe msamaha. Fumi aligoma kuomba msamaha na akaondoka pale. Usiku mmoja tunamuona Femi amelala msituni. Radi zinapiga. Kutizama mbele anamuona Fumi. Fumi akamfuata pale akamkaba, akitaka amuue. Femi akawa anafurukuta. Kidogo akashtuka upande wa pili kwenye ndoto. Fumi akashtuka na kumuuliza nini kinaendelea? Basi Femi akawa anamuogopa Fumi kwa tukio aliloliota. Baadaye Femi alikuwa amekaa kwenye workshop yake huko. Fumi alifika pale na akamwomba msamaha, akamwambia kwamba warudi nyumbani maana toka asubuhi hakuwepo nyumbani. Femi akawa anasema kwamba maisha yake yamekuwa magumu baada ya baba yake mdogo kufa. Basi waliongea vitu vingi sana. Mwisho akasema kwamba anajisikia hatia sana walivyomuua Uduni. Sasa akiwa anaongea pale, kumbe Banke alikuwa pale na akawasikia. Hivyo akaingia ndani na kuanza kulaumu. Umemuua Uduni, umemuua babako mdogo. Mambo yakawa mengi pale. Fumi alivyoona mambo yamekuwa mengi, akachukua sanamu kisha akampiga kichwani Banke chini. Baada ya pale, Femi aliamka kutoka chini, akawa anasema kwamba umemuua. Fumi akawa anasema kwamba kashajua ukweli, hivyo hakupaswa kuwepo. Angeenda akasema kijijini huko, tungekuwa matatizoni mimi, wewe na mtoto wetu. Hivyo kinachotakiwa hapa ni kuupoteza umwili. Baadaye kabisa walikuja na ule mwili mpaka mtoni huku, kisha wakauweka kwenye maji. Baada ya hapo waliondoka. Femi akawa hataki mazoea kabisa na Fumi, yani ana hasira kinoma. Mida baadaye huku nyumbani, tunamuona Fumi ana mawazo kinoma. Kisha akapakua chakula, ndio sauti za Femi na mama yake zinamrudia kichwani, basi akachukua kibuyu kisha akaweka dawa kwenye chakula. Alikuja kusebleni na akamtengea Femi. Femi alikuwa pale na mawazo kinoma, huzuni imetawala kichwani. Kisha Fumi akamwekea maji pale, mwamba akanawa. Baada ya pale akaanza kula kwa fujo mno. Mida kidogo baada ya kula kile chakula, akaanza kukohoa vibaya mno. Sasa wakati anakohoa, Fumi akasimama na kumpatia maji ya kunywa. Mwamba akanywa, lakini bado kikohozi kikawa kikati. Sasa ile sumu imeanza kufanya kazi mwilini. Mwisho mshikaji akasimama akadondoka chini. Radi kubwa ilipiga. Upande wa pili mama yake akashtuka. Huku kwa Femi na Fumi, Femi yupo chini pale, Fumi anampatia maji. Femi akawa anasema kwamba kuna kitu umeweka kwenye chakula changu. Fumi akawa anajishangaza pale kama hajui chochote kinachoendelea. Sasa wakati Femi anakata roho, akamkaba Fumi kutokana na maumivu ya ile dawa inayofanya kazi tumboni.
akawa na mkaba kwa nguvu Fumi, kisha akamwachia huko. Upande pili tunaona mzimu wa baba Oduni unatokea pale. Wakati huo Femi naye anakohoa vibaya mno huko akikata roho. Mzimu wa baba Oduni ukawa unacheka. Femi naye hapa chini mapigo ya moyo yakazima. Kidogo mamake akaingia pale. Mama alishangaa baada ya kumwona kijana yake upo chini. Alipofika pale akamshika, akagundua kwamba mshikaji tayari ameiaga dunia. Basi mama alipiga kelele sana. Kwa mujibu huo basi Femi na Fumi wameiaga dunia, na kilichopelekea mpaka ya mambo yakatokea ni tambiko la mama kule msituni. Tukumbuke kwamba alikuwa anasema wale wote waliomwangamiza Oduni, awe ni wa kike au wa kiume, basi naye apoteze maisha. Hii filamu inaishia hapa. Tukutane wakati mwingine. Niambie ni kitu gani umekipenda kwenye hii filamu kwenye comment. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare. Filamu Africa Recap tunawapenda sana. Chao.